Na hii ndiyo hadithi yake Geoffrey Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alizaliwa mnamo mwezi Februari tarehe 28 mwaka 1965 katika kijiji cha Iriga, kaunti ya Nyeri. Wazazi wake walikuwa waandishi katika harakati za nchi, huku ikibainiwa kuwa walishiriki katika harakati za Mau Mau uprising. Kwa mfano, baba yake alifanya kazi ya kutengeneza silaha na mama yake pia alihudumu kama mpeleka wa chakula na risasi kwa wapiganaji. Shujaa huyu alisomea shule ya msingi ya Kibiroini kisha Kianyaga High School. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi na kupata shahada ya sanaa katika sayansi ya siasa na fasihi mnamo mwaka 1988. Baada ya kuhitimu alifanya kazi serikalini. Alikuwa msaidizi binafsi kwa baadhi ya viongozi wa serikali na katika nafasi za utawala kama district officer katika maeneo mbalimbali kama Kakamega na Laikipia. Hii ilikuwa nafasi ambayo ilimpa ujuzi wa kiutawala, urabazanchi wa watu na utendaji kazi wa serikali, mambo ambayo yamekuwa sehemu ya sifa zake hadi kwa sasa. Mnamo mwaka wa 2017 Rigathi alichaguliwa kuwa mbunge wa kitengo cha Mathira, kaunti ya Nyeri. Baadaye mnamo uchaguzi wa mwaka wa 2022 aliteuliwa kuwa mgombea mwenza wa urais na William Ruto, na baada ya ushindi akateuliwa kuwa makamu wa rais wa Kenya. Kupitia utendaji wake na mtindo wa siasa, amejulikana kwa kuwa mkali na mwenye msimamo, jambo linalotengeneza fursa na pia changamoto. Geoffrey Rigathi Gachagua ameambulia utata wa kesi za ufisadi na malalamiko ya matumizi ya nguvu za kisiasa. Kwa mfano, kulikuwa na kesi iliyomlenga kwa malipo na manunuzi ya serikali ambayo walikabiliwa na mashtaka. Pia katika msimamo wake wa kisiasa amekuwa akifanya matamshi makali kuhusu vyama vya upinzani, vyama vya serikali na haki za mahakama, jambo ambalo limeweka mjadala mkubwa katika vyombo vya habari. Na kwa wale walio katika eneo la Mlima Kenya na hasa kaunti ya Nyeri, ilikuwa ni jambo la muhimu kwamba mtu kutoka eneo hilo awe na nafasi ya juu kitaifa, na Gachagua alibadilisha bidhaa hii kuwa fursa. Pia kuanzia familia yake ambayo ilikuwa na mizizi ya utawala wa Mau Mau hadi mahusiano yake na utendaji wa serikali, hadithi yake inaashiria mabadiliko ya kijamii kutoka kijiji hadi nafasi ya kitaifa. Kwa upande mmoja, baadhi wanamuona kama kielezo cha kuweza kuwa na sauti kutoka maeneo yaliyokosa mwelekeo wa kitaifa. Kwa mwingine, hoja za uwazi na uadilifu zimekuwa zikitolewa kwa sababu ya mashtaka na utata uliopo. Hiyo ndiyo hadithi ya shujaa Geoffrey Rigathi Gachagua anayejulikana kama Riggy G. Je, una swali gani? Mimi naitwa Charles Kitavi ambaye amekuandalia hadithi hii.